Ngoja nikufundishe jinsi ya kuandika malengo kirahisi na malengo yako yaweze kutimia. Namba 1, lazima lengo lako liwe positive, lazima lengo lako liwe chanya, lazima lengo lako ulipe muda, unataka kutimiza hilo lengo muda gani? Pia lazima lengo lako uliandike kwa wakati uliopo. Namba 2, lazima lengo lako uliandike kwa kutumia peni. Najua tunapenda sana teknolojia, najua tunapenda sana kompyuta, tunapenda sana simu zetu. Lakini kuna connection kubwa sana kati ya brain, kati ya ubongo pamoja na peni. Unapoandika lengo lako kwa kutumia peni pamoja na daftari, pamoja na notebook, unaipa taarifa brain yako kwamba hiki kitu ambacho ninachokiandika hapa ni cha muhimu na lengo lako linaweza kukaa kichwa. Unapoandika kwenye simu au kwenye kompyuta, hakuna mahusiano moja kwa moja kati ya brain pamoja na your phone kwa sababu unatumia finger kutype. Lakini unapotumia peni unakuwa unaconnectisha moja kwa moja akili, hisia pamoja na brain kwenye kuandika malengo yako. Kwa hiyo sio rahisi kusahau. Kitu kingine, lazima malengo yako uandike yawe 10. Usiandike malengo 10 na zaidi. Kwa nini nasema hivyo? Ubongo wa binadamu una mambo mengi sana na binadamu tuna mambo mengi sana. Una mambo mengi sana kichwani. Unapoandika malengo zaidi ya 10, probability ya kutimia ni machache. Anza na malengo ambayo ni muhimu sana kwako. Lengo la kwanza, la pili, la tatu, la tano, yani ya muhimu sana. Yale malengo ya muhimu kabisa ndio uyaanze nayo, na hayo 10 yote hakikisha ni ya muhimu. Okay? Huu ni mfano wa lengo ambalo linahusisha kuwa na detail, kuwa na passive pamoja na kuwa na present au kuwa na wakati uliopo. Mfano, Juni ninaendesha gari ya Mazda nyeupe. Mfano wa lengo hasi au lengo negative, tumesema malengo yetu ya positive. Kwa mfano wa lengo negative, labda unasema nitaendesha gari ya Mazda nyeupe au Mazda nyekundu mwaka 2026. Hapa nataki kuandika nita au nini. Tunatakiwa tuandike kwa wakati uliopo. Mfano, una lengo la kununua gari, okay? Nunua key holder, nunua accessory ambazo zinahusu magari, hifadhi, nunua perfume za gari nzuri, nunua whatever, kitu chochote ambacho kinakaa kwenye gari. Hiyo itakusababisha au itakufanya ufikirie kufanya vitu ambavyo viko kwenye ndoto zako, itakufanya ukaribie kufikia malengo yako. Labda unataka kujenga nyumba au kununua nyumba. Fanya vitu ambavyo vitakupelekea kuwa karibu na nyumba yako. Anza kununua mimea ya nyumbani kwako. Anza kununua vitu vizuri vya nyumbani kwako. Fanya vitu ambavyo vitakumove closer, vitakusogeza karibu na malengo yako au ndoto zako ambazo unazitamania. Kama unataka kusafiri kwenda nchi za nje, anza kutafuta passports. Kama unataka kununua gari, anza kutengeneza seni taratibu. Ukifanya hivyo vitu vitakufanya uwe karibu sana na malengo yako. Natumaini tips hizi zimekusaidia sana na utazifanyia kazi sana. Kama zimekusaidia, andika hapo kwenye comment. Zimekusaidia, swali zaidi uliza hapo kwenye comment, nitakujibu.